ambao wanaishi mazingira magumu, lakini wamekubali kusacrifice maisha yao kwa ajili ya utumishi, mpaka inafika mahali mtu anakula panya si konokono, kitu ambacho ni kigumu kwa kweli. Nimejisikia yani kuna namna imeni-inspire. Amen. Kama ni mara ya kwanza kutazama channel hii, basi hakikisha una subscribe ili wa kwanza kupata matukio yetu. Asifiwe ndugu mtazamaji wa Jiko TV. Leo hii tulikuwa katika kanisa la TAG UVCC hapa njia panda Uyole. Na leo alikuwepo mtumishi wa Mungu kutoka Msumbiji, ni mmisheni, alikuja kufundisha kwa habari ya umisheni. Na leo yako mengi ya kujifunza kupitia ibada hii ya leo. Na kama wanapoenda kusema watazamaji au washiriki wa ibada hii, washirika wa mahali hapa UVCC na makanisa mengine, ndivyo hivyo ilivyo. Mungu akubariki sana. Twende tukasikie. Asifiwe. Amina. Bwana asifiwe sana. Amina sana. Kwanza kwa majina nani? Naitwa mchungaji Silayo, Chanel Silayo. Natokea kanisa gani? Mimi ni mchungaji wa kanisa la TAG Samaria Christian Center, tunaliita Home of Comfort. Amen. Samaria. Amen. Leo tulikuwa na ibada ya umisheni hapa TAG UVCC. Sasa natamani kujua kwa upande wako ni mambo gani makubwa ambayo umejifunza kwenye hii ibada ya umisheni? Jambo la kwanza ambalo nimejifunza, kwanza nimeiona kazi ambayo inafanyika kule Msumbiji. Kumbuka alisimama mtumishi wa Mungu mishonari kutoka Msumbiji. Kwa kitu kikubwa nimeona ile kazi ambayo inafanyika Msumbiji. Na kitu ambacho nilijifunza ni kwamba Mungu hajawahi kukwama wakati wowote, kwa sababu ameeleza mapito anayopitia yule mishonari na kazi anayoifanya na jinsi Mungu anavyompa upenyo. Kwa hiyo tumejifunza kwamba Mungu hakwami wala hashindwi wakati wowote. Kazi ya Mungu itasimama. Amen. Na kwa upande wako wewe umejipangaje kuhakikisha hii idara ya umisheni kanisani kwako inakuwa? Hii idara ya umisheni kanisani kwangu, namna nilivyojipanga, kwanza ni kufundisha. Jambo la kwanza ni kufundisha washirika waelewe umuhimu wa umisheni, kisha wafanye kazi. Kwa hiyo nimejipanga kufundisha, nimejipanga kuongoza watu kwenye kuomba Mungu, lakini kwenye kutumika au kutoa ili tufanikishe hiyo kazi. Amen. Mungu akubariki sana. Amina, asante sana. Bwana akubariki sana. Asante. Yesu asifiwe. Amen. Habari ya uzima? Salama kabisa. Kwa majina unaitwa nani? Kwa majina naitwa Isaya Yohana Mwambogoso. Namshukuru Mungu, nimepata neema, nimeokoka, ninaabudu hapa TAG UVCC. Amen. Mimi natamani watazamaji wetu ambao wanatutazama hii siku ya leo waweze kujifunza jambo kutoka kwako. Tulikuwa na ibada ya umisheni na tumaini kuna mambo mengi ambayo unakuwa umejifunza. Ni jambo gani kubwa zaidi la kipekee ambalo umelipokea wewe la tofauti na unatamani ipo siku moja utalitendea kazi? Okay, katika jambo ambalo nimetoka nalo mimi ni jambo ambalo alikuwa anaelezea mtumishi wa Mungu kwamba si wote waliofikiwa habari njema ambazo sisi tulizofikiwa wa mahali hapa. Alitoa mfano kwamba kuna watu unapotazama ile television unapotazama kuna vipindi mbalimbali, hususan vipindi vya dini. Anasema hivi, kama mimi Mkristo ninapotuni ile tuni ya mafundisho ya Uislamu, mfano akatumia mfano Uislamu, mimi kama Mkristo kile kipindi huwa nakipitiliza. Anasema vivyo hivyo hata wale Waislamu hawasapoti mambo yetu ya utumishi ambayo yanatokea mle kwenye television. Kwa hiyo wanapopitiliza, wanapotoa zile channel, manake bado hawajasikia habari njema. Kwa hiyo habari njema ni kwamba manake ni watu wengi ambao bado hawajafikiwa. Kwa nini? Kwa sababu watu wengi tulioko katika taifa hili letu la Tanzania tunaamini kwamba wengi wamefikiwa, kumbe katika mfumo huo, kumbe bado watu wengi hawajafikiwa. Nimeondoka na jambo hilo kwamba kumbe bado watu wengi hawajafikiwa. Amen. Amen sana. Na kwa upande wako wewe, kuna jambo lolote unaweza ukalichukua kwa ajili ya kuhakikisha hao watu wanafikiwa, na kwa njia gani utaweza ukazitumia kuhakikisha hao watu wanafikiwa? Namshukuru Mungu kwa sababu zipo kanuni ambazo
nimejifunza kwamba jambo la kwanza natakiwa nitoe fedha. Nitoe fedha kwa sababu sina uwezo wa kufika huko mahali, natakiwa nitoe fedha. Lakini jambo la pili, natakiwa niingie magotini kwa ajili ya kumwomba Bwana ili watu wale wapate kufunguliwa, wamwamini Yesu kuwa Bwana na Mwokozi katika maisha yao. Katika hilo jambo namwomba Mungu niwe na mzigo katika mambo hayo makuu mawili ambayo ninaweza nikafanya mimi niliyoko huku Tanzania. Amen. Mungu akubariki sana. Bariki sana. Amen. Nashukuru. Bwana Yesu asifiwe. Amina baba. Habari ya uzima? Salama. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Naitwa Latifa Charles Mwantembe. Natokea kanisa gani? Natokea kanisa la Tanzania Assemblies of God Samaria. Amen. Natumaini siku ya leo kuna mambo ambayo umejifunza makubwa sana kupitia hii semina au ibada ya umisheni. Ni jambo gani kubwa ambalo wewe umejifunza kwa upande wako? Nimejifunza, kwanza tumejifunza umisheni ni kupeleka injili kwa watu ambao hawajafikiwa. Cha kwanza nilichojifunza kuwa kumbe kuna umuhimu mkubwa sana kupeleka injili kwa watu ambao hawajafikiwa ili wapate habari njema za Yesu. Amen. Na kwa upande wako wewe ni hatua gani ambazo unaweza kuzichukua kuhakikisha huu umisheni unasonga mbele? Asante. Hatua za kwanza naweza kuzichukua, kwanza kabisa unapofanya umisheni ni kujitoa. Cha kwanza kujitoa, kwa maana kutoka sehemu moja kwenda nyingine, lakini kwa hatua nyingine kujitoa kwa maombi, lakini kujitoa kwa sadaka pia, kwa sababu wanapokuwa kule wanakuwa katika mazingira magumu. Ina maana utakapotoa sadaka zako zinaenda kufanya kazi ya Mungu sehemu ile ambao wamishonari wamepelekwa. Mungu akubariki sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana asifiwe mwanangu. Amina sana. Amina. Natumai uko salama sana. Kwa neema ya Mungu kwa kweli niko vizuri na ni lazima nikiri kwamba ni yeye ambaye ananiwezesha. Amen. Amen. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa mwalimu mstaafu Jafeti Mwangombola. Amen. Unatokea kanisa gani? Niko katika kanisa la Tanzania Assemblies of God UVCC Uyole. Amen. Leo hii tulikuwa na semina ya umisheni humu ndani au ibada ya umisheni. Kwa upande wako wewe ni jambo gani ambalo umelipokea au umejifunza kwenye hii semina ya umisheni? Kwa kweli nimejifunza mambo mengi na pia nimepokea changamoto nyingi kutokana na kwamba mimi nimeokoka muda mrefu. Nimeona neema hii ambayo tunayo Tanzania tukiichezea, kumbe kuna wenzetu ambao mambo yao ni magumu mno. Kwa hiyo neema inaweza ikaenda kwao wakapiga hatua, wanaweza katuzidi hata sisi. Kwa hiyo imenipa changamoto kubwa kwamba Mungu na mimi anisaidie niendelee kusimama imara. Kwanza mimi mwenyewe nisimame imara nikiwa hapa Tanzania, na pia kushiriki pamoja na wale ambao wameyatoa maisha yao kwa ajili ya kwenda kufanya huduma hususani huko ambako tumeelezwa Msumbiji. Lakini Msumbiji naona tu ni kama sehemu mojawapo, inaonekana sehemu nyingi zinahitaji huduma hiyo ya kupelekewa huduma ya Injili. Amen. Kwa upande wako wewe hapo ni jambo gani au hatua gani unaweza kuzichukua kuhakikisha huu misheni unasonga mbele? Kwa kweli tumeelezwa kwamba kuna namna tatu. Mimi ninachoweza kukisema, kile Mungu atakachoniwezesha kukifanya ndicho nitakachokifanya. Maana amesema kuna hali ya kujitoa kwenda moja kwa moja kuwafikia hao watu kama Mungu akiniwezesha, kwa sababu najua kweli changamoto tulizoelezwa zinatisha. Kwa akili ya kibinadamu siwezi. Lakini Mungu akisema nenda, basi Mungu nitamsikiliza Mungu, kwa sababu najua akikutuma mahali yeye mwenyewe ndiye atashughulika. Kuna ya kutoa, basi kwa kadri Mungu atakapokuwa ananisaidia nitaendelea kutoa sadaka, na pia kuna hii ya tatu ya kuomba, ambao nadhani nina fursa kubwa zaidi. Hiyo kwa kweli sina haja hata ya kuhamasishwa, nitaomba tu hata kama sitakuwa na wito maalum, kwa sababu yeye mwenyewe Bwana Yesu alitoa huo wito kwamba ombeni, mavuno ni mengi lakini watenda kazi ni wachache. Basi muombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi, kwa sababu mavuno yameiva, mashamba yamekuwa meupe, lakini watenda kazi ni wachache. Kwa hiyo swala la kuomba ni Yesu mwenyewe alieleza pia kwamba ombeni Bwana wa mavuno apeleke watenda kazi. Amen. Mungu akubariki sana. Amen. Amina. Kwanza uko salama? Niko salama kabisa. Amen. Kwanza kwa majina unaitwa nani? Mimi kwa jina naitwa Nelusigwe Tonoka. Natokea kanisa lipi?
Natokea kanisa la UVCC njia panda. Amen. Leo tulikuwa na semina ya umisheni kama tulivyoona au tulivyojifunza, na natamani nijue kwa upande wako ni jambo gani ambalo umejifunza la tofauti? Jambo nililojifunza mimi, nimejifunza maana katika mambo ambayo ametufundisha kwamba kuna utoaji wa fedha, kuna kuombea hii kazi, alafu pia na kujitoa. Lakini mimi kazi ambayo nimeichagua, ambayo naomba Mungu anisaidie, ni kwamba niweze kutegemeza, yani kutoa fedha yangu ili ende ikaokoe watu wa Msumbiji. Kwa hiyo hilo ndio ombi langu kwa Mungu, na ndio kitu ambacho na ni mzigo wangu pia, kama niweze kufanya hivyo. Amen. Mungu akubariki sana kwa mchango. Yesu asifiwe watumishi. Amina. Amina. Kwanza nianze na dada hapa. Kwa majina unaitwa nani? Majina yangu naitwa Elda Timothy Mrisho. Natokea kanisa lipi? Tanzania Assemblies of God UVCC. Amen. Kaka, kwa majina unaitwa nani? Mimi naitwa Ezra Yohana, ni rafiki wa Elda. Natokea kanisa gani? Natokea Msaraga. Kwa mchungaji gani? Mchungaji Angesisi Mwakitaliba. Amen. Siku ya leo tulikuwa na ibada ya umisheni hapa UVCC. Nadhani kuna mengi ambayo sisi tumejifunza na kuyapokea. Kwa upande wenu nadhani kila mtu atakuwa na mchango wa kuchangia kwa habari ya umisheni. Tumejifunza kwamba umisheni unaweza ukasapoti kwa kutoa fedha, kuomba. Wewe dada, kwa upande wako utatoa mchango gani kwenye umisheni? Kwa upande wangu kwa habari ya umisheni nitaomba, lakini pia nitatoa kadri Roho Mtakatifu atakavyo nijalia kupata. Amen sana. Kaka, kwa upande wako wewe utachukua hatua gani kuhakikisha umisheni unasonga mbele? Kama alivyoongea ndugu yangu, ziko mbali naye. Nimejipanga, nimehamasika kuhakikisha ninachangia kwa hali na mali. Elewa hali na mali. Hali ni maombi nini, hata kama kushawishi watu kwenda huko. Unajua wengine wanasubiri kushawishiwa waende wakafanya umisheni, wengine pia kuwashawishi watu watoe. Hizo ndio hali zote, lakini mali zangu nimejipanga kweli. Kuna namna yule bwana leo alikuwa anatuonyesha pale kwenye projekta IT mwenyewe alikuwa anatuonyesha pale, nilikuwa nahisi hadi kutetemeka mwili. Watu wanasukumwa huko na sababu wanafuatwa huko, au uongo Elda? Wewe ulikuwa ufuatilia? Ni kweli. Ulikuwa unafuatilia kabisa. Tumehamasika sana na ndugu yangu hapa. Nilimsikia mtumishi wa Mungu akiongea kwa habari ya kula konokono na panya. Kwa upande wenu nyinyi alivyotamka vile mmejisikiaje? Binafsi nimejisikia uchungu sana na mzigo, kwa sababu ni kitu ambacho kwa jamii ya kwetu, yani ni kitu ambacho kwa kweli ni kigumu sana kukipokea, lakini imenipa shauku sana kwa habari ya Injili, kwa sababu Injili tumekuwa ni watu ambao kuna wakati tunachagua mjini tu kupeleka Injili, lakini kumbe kuna watu ambao wanaishi mazingira magumu, lakini wamekubali kusacrifice maisha yao kwa ajili ya utumishi, mpaka inafika mahali mtu anakula panya, sijui konokono, kitu ambacho ni kigumu kwa kweli. Nimejisikia yani kuna namna imeni-inspire. Amen. Kama tulivyomsikia dada, nadhani naye kaka atakuwa na mengi ya kusema. Kwa upande wako wewe umejisikiaje aliposema mtumishi kwamba alikuwa anakula konokono Msumbiji na panya? Na sio tu alikuwa anasema, tumeona anakula na panya, anakula na konokono. Nimepata wivu mkubwa. Unajua tuna raha sana sisi kuhubiri huko. Sisi ni kumkaribisha mtu. Unajua hii Mbeya hii kwa mfano ni kazi tu kumkaribisha mtu kanisani, bwana twende kanisani, lakini tunashindwa hata hivyo. Lakini kuna watu ili ampate mtu anaenda kula mpaka makonokono, mtu anaenda na kula vitu vya ajabu ili tu mtu tu ampate mtu amwamini Mungu. Kwa hiyo nimepata mzigo mkubwa sana na nimejisikia kudaiwa sana. Sijui nyinyi wenzangu, lakini mimi peke yangu nimetoka najisikia kudaiwa. Na hizi hata ndugu yangu naye amedaiwa. Mungu awabariki sana watumishi. Barikiwe sana. Asifiwe ndugu mtazamaji wa Jiko TV. Leo hii tulikuwa kwenye kanisa la Tanzania Assemblies of God UVCC, Uyole Valley Christian Center. Mahali hapa kulikuwa na semina ya umisheni. Kulikuwa na ibada ya umisheni. Watu wengi wamejifunza mambo makubwa sana, mambo mengi kwa habari ya umisheni. Karibu sana, tazama Jiko TV, endelea kusubscribe, kushare, kulike na kucomment. Mungu akubariki sana.